Lakini jengine nalotaka kusema hapa ni kwa uongozi wa soko kuwa na kanzidata, orodha ya wafanyabiashara wote watakao kuwepo ndani ya soko. Ulipaji wa kodi ufanywe kwa kutumia mifumo ili asiweko hata mmoja ambaye hatalipa kodi hizi. Kwa kutumia mifumo tunaweza kumjua kila mfanyabiashara aliyeko yuko pahali gani, anafanya biashara gani na kiasi cha kodi anachotakiwa kulipa. Kwa hiyo twende tukatumie mifumo. Ndugu yangu Ashraf au sijui mwanangu, kwa eji yako, kama hujajipanga, wasiliana na ofisi ya waziri mkuu au TAMISEMI, muunganishwe na iga mifumo ya serikali ili mifumo iunganishwe ndani ya soko na soko liendeshwe kisasa kabisa. Lakini uwazi kwenye mapato na matumizi, na hili narejea kusema ndiyo sababu kule nyuma soko hili lilitiwa moto. Uwazi wa mapato na matumizi yanapokuwa hayapo wazi, unapokuja ukaguzi, jambo la maana karibu hivi watu kuhifadhi nafasi yao ni kutia moto ili taarifa rekodi zisiwepo. Kwa hiyo niwaombe sana uwazi wa mapato na matumizi ndani ya soko. Jambo jingine muhimu ni mazingira yanayozunguka soko hili. Mwingiliano wa shughuli za biashara umeleta msongamano mkubwa kwa watu wa mahali hapa. Natamani tujifunze kwa masoko ya wenzetu nje. Mizigo nimeshasema ishushwe kwa mpangilio na kutoa bidhaa zitoke kwa mpangilio kwa nyakati maalum, lakini ununuaji hauna nyakati maalum. Saa zote watu watakuwa wananunua, kwa utoaji wa mizigo nao ufanywe vizuri ili kusilete msongamano. Jambo jingine ambalo nataka ni washukuru management ya soko hili ni uwepo wa maji. Nimeambiwa kuna tanki lina maji tani za kutosha, lita za kutosha za maji ziko hapa. Kwa soko hili litakaa likiwa halina wasiwasi na ukosefu wa maji. Hapana, maji yapo ya kutosha. Na kwa sababu hiyo usafi wa mazingira ya soko kwa maeneo ya maliwato, lakini pia maeneo yatakayokuwa na bidhaa za kuchinja kama nyama na kuku, niombe sana soko hili liwe safi. Tulinde afya za wateja, usafi ni muhimu sana. Lakini la pili ni usafi wa maji taka, taka ngumu na maji taka. Wasimamizi wa soko, management ya soko, hicho ndicho kigezo kikubwa soko hili kuwa la kimataifa. Usafi wa soko, lakini taka na usafi wa maji taka yatakayotoka hapa. Kuwe na mfumo ambao hautaudhi wateja, hautaudhi majirani zetu. Kuwe na usafi wa kutosha ndani ya soko hili. Lakini jambo jingine ni mawasiliano. Nimeambiwa mmefanya jitihada za kutosha kuingiza mkongo kwenye soko hili ili mawasiliano internet ipatikane. Lakini bado kuna fununu kwamba ukiwa ndani ya soko mawasiliano ya simu, halo uko wapi, bidhaa zangu umeshapakia, nayo yana shida kidogo. Naomba nalo mliangalie. Soko hili ni la kimataifa, lazima liwe na huduma zote. Ndugu zangu, miundombinu hii tunayoiona ni uwekezaji mkubwa sana uliofanywa na serikali kupitia kodi za wananchi. Soko hili limejengwa na serikali kupitia pesa zetu, kodi za wananchi. Sasa ili kuwa na huduma endelevu, hatuna budi kufanya marejesho kwa wakati ya kulipa kodi stahiki. Na nimefurahi kamishna mkuu wa TRA yuko hapa. Kulipa kodi zetu kwa wakati, na nikuelekeze kamishna mkuu wa TRA, lakini halmashauri ya jiji la Ilala kufanya kazi kwa uadilifu ya ukusanyaji wa kodi. Na kama nilivyosema, tukitumia mtandao, hakuna haja kutumia mabavu, hakuna haja kutumia nguvu ili watu walipe kodi. Mtandao utasema nani hajalipa kodi, message iende kwenye simu yake, unapewa siku kadhaa hujalipa kodi yako, unapewa siku kadhaa ulipe kodi.
mpaka hapo akiwa hajalipa kodi, sheria zile ndogo ndogo za soko zifanye kazi yake. Kwa hiyo ndugu zangu wakusanyaji na wafanya biashara ndani ya soko hili, wote tutambue ukusanyaji wa kodi ndiyo utakaofanya tuweze kujenga masoko kama haya maeneo mengine ya nchi yetu, ili vijana wetu hawa waweze kufaidika na fursa za biashara ziliopo. Kwa niseme sana kwenye swala la kodi, tuwe marafiki, lipa kodi upate huduma zinazostahiki.